Bwana Yesu ni benki ya ajabu. Ukifungua akaunti huko, ndugu yangu, umepona, kwani faida yake ni zaidi ya Central Bank, na wale wanaoweka akiba yao huko hawawezi enda bankrupt. Ukitaka kufaulu mpendwa, weka akiba yako mbinguni. Ukitaka kufungua akaunti ya mbinguni, sharti ni moja tu, uwe umeokoka, kwani benki hii haina chachanganya. Hutumikia wateule tu waliozaliwa mara ya pili. Ndio maana Kornelio aliambiwa aokoke ili baraka zake azifurahie milele. Ukitaka kufaulu mpendwa, weka akiba yako mbinguni. Benki hii ya ajabu wapendwa, nisikilizeni niwaambie, faida yake ni kubwa zaidi ya unavyotoa. Ukitoa 10% unavuna mara 100. Hesabu hii hauwezi, ni calculation ya mbinguni kuonyesha Mungu Baba anatuwazia mambo mema. Ukitaka kufaulu mpendwa, weka akiba yako mbinguni. Ukija kwa benki hii utawakuta makashia wengi. Utamkuta Paulo kwa akaunti nambari 1, atakusalimu na kukuambia give cheerfully, kisha aongeze for God loves a cheerful giver. Unapotoa kwa furaha, utavuna kwa furaha. Ukitaka kufaulu mpendwa, weka akiba yako mbinguni. Katika akaunti nambari 3 utamkuta Malaki. Huyu si kashia tu, ila yuko kwenye reception. Utamkuta ametulia nabii huyu wa kale. Ukimtajia hitaji lako la kutaka financial breakthrough, atakwambia wazi wazi, leta sadaka zote katika gala la Bwana, naye atamkemea mharibifu kwa niaba yako. Ukitaka kufaulu mpendwa, weka akiba yako mbinguni. Benki hii ya mbinguni hailazimishi baraka, na ukifungua akaunti huko, jifunze kuvumilia, kwani malipo yake mara nyingine ukawia. Lakini chief account anaposhuka, yani Mungu Baba, kuwalipa watendakazi wake, utajikuta unaogelea katika mito ya baraka. Watu wataanza kusema ameingia kwa Illuminati.